Tunawasalimu katika jina la Yesu. Tunashukuru Mungu kwa kupata asubuhi njema mara tena. Tunarudi katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Acha tusome neno la Mungu katika kitabu ya Matendo ya Mitume. Tunaendelea na mafundisho yetu. Kama vile tulivyoanza, tunasoma Matendo ya Mitume sura 1 na haya ya 12. Tusome katika jina la Yesu. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima uitwao Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, wakapanda kwenda wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartolomayo, Matayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Amen. Acha tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa asubuhi njema. Asante kwa neno lako umeandaa kwetu. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu endelee kuzungumza nasi, atupe neema ya kuweza kusikia sauti kutoka kwako Bwana. Ninaombea msikilizaji, asante kwa sababu utatuwezesha kusikia pia. Wote watakao nifuata Bwana, asante kwa sababu utawawezesha kusikia neno lako. Ni neno ambalo linaleta uzima katika maisha ya mwanadamu. Si neno la mwanadamu, lakini ni neno lako. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Hii ni kipindi cha 3 katika sura hii ya Matendo ya Mitume. Tulipoanza nilisema aya ya 1 hadi ya 8 ni mambo ambayo Yesu alikuwa akifanya muda wa siku 40 akiwa hapa duniani baada ya ufufuo. Mambo ambayo ilisababisha aendelee kubaki, tulizungumza, tuliongea. Ilikuwa matayarisho zaidi sana, kutayarisha wale ambao anawaachia kazi aliporudi mbinguni, kwa sababu alikuja hapa duniani akiwa na lengo la wokovu, akiwa na shabaha ya kuokoa watu wale ambao wako katika hali ya upotevu. Na alijua kwamba kazi hiyo itaendelea ingawa anarudi. Dunia ingali inaendelea, watu wangali wataendelea kuokoka. Na ndio maana ilimubidi atayarishe wanafunzi wale ambao watawaachia kazi hiyo. Sehemu ya pili tulisoma wiki jana ni tangu aya ya 9 hadi 11. Yesu anapanda mbinguni baada ya kuwafunza, baada ya kujidhihirisha kwao mara kadhaa na kuwafunza neno lake, akiwa na uhakika ya kwamba tayari wako tayari kufanya kazi ile ambayo ametarajia kufanya, amewaachia kufanya. Basi ilimubidi arudi mbinguni. Alipanda mbinguni wakimuona, alitoka kati yao wakimuona. Kuna mashahidi ambao walionekana hapo wakihakikisha ya kwamba anaenda, lakini watoa ahadi ya kwamba atarudi. Na alikuwa amewapa ahadi ya kwamba wasiende mara moja kuanza kazi, kwa sababu
alihitaji wavikwe nguvu zitokazo juu. Na alipomaliza kuwaaga, Biblia inasema pale kwa Luka sura ya 24 na haya ya 50, alinua mikono yake akawaombea, akawaaga, akawabariki na baadaye akanyakuliwa kati yao. Kisha kusoma aya 52 na 3, huyu mwandishi amesema ya kwamba wamerudi mara moja Yerusalemu wakiwa na furaha. Walifurahi kurudi Yerusalemu kwenda kungoja hiyo ahadi. Kwa mawazo ya kibinadamu tungewaza labda wangehuzunika kuona jinsi gani na waacha, lakini walirudi na furaha. Biblia inasema walirudi wakifurahi. Na mara moja walipofika Yerusalemu walipanda kwa orofani, kwa chumba kile ambacho walizoea kukaa pamoja na yeye wakiomba. Walizoea kuwa katika chumba hicho, na ni hapo walienda kungoja hiyo ahadi. Katika aya ya 12 hapa tumesoma, ukiendelea hadi 26 ni mwisho wa hii sura, tunaona mambo ambayo yalitendeka wakati walirudi Yerusalemu, walipofika katika chumba cha juu. Hayo ndio tutazungumza leo, mambo ambayo walifanya katika chumba hicho wakiwa katika hali ya kungoja ahadi ya Baba, kwa sababu ilibidi warudi, ilibidi wangoje ahadi hiyo ili waweze kukamilika kuweza kufanya kazi ambayo wameachiwa. Ni kazi ya Injili, ni kazi ya kuhubiri Injili, sababu hiyo ndiyo ilimleta Yesu Kristo kuja kuhubiri Injili hapa duniani. Tumesoma ya kwamba wakapanda orofani, wakaingia katika chumba hicho. Jambo ambalo kuna mambo mawili makubwa walifanya hapo. Biblia inasema walidumu katika maombi. Na jambo lingine walifanya ilikuwa kuchagua yule ambaye atakayerudi katika nafasi ya Yuda. Hawa ni mitume 11 ambao majina yao imesomwa hapo, lakini si hao tu, kuna wanawake wengine ambao majina yao haijatajwa. Kuna wanataja Mariamu mama yake Yesu. Ni hawa walikuwa pamoja, lakini walikuwa wengi. Biblia inasema ya kwamba hesabu ya wote hapo katika chumba walikuwa watu 120. Jambo ambalo walifanya libidi watimize andiko na kuweza kuchagua yule ambaye atakayerudi katika nafasi ya Yuda, sababu Yuda alimsaliti Yesu, akajitundika, akatoka, wakabaki 11. Lakini Petro alisimama na kuanza kuwaambia kwamba ni lazima yale ambayo yalionenwa na Daudi ifanyike, itimizwe. Ni lazima wafanye kile kitu ambacho, waongeze ile hesabu ya wale 12. Ni hapo walipiga kura, wakamchagua Matiasi ambaye alirudi kwa nafasi ya Yuda Iskariote, yule aliyemsaliti Yesu. Hiyo ni kitu kimoja walifanya. Lakini jambo kubwa ambalo ninaona hapa ambalo ninataka tuendelee kuzungumza sana, walikuwa katika hali ya umoja. Walikuwa katika hali ya umoja. Tumesoma hivi kwa hii haya ya 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Hili ni jambo kubwa sana katika Biblia, umoja. Hii ndio tunataka kuzungumza. Walikubali, walirudi, walipanda katika chumba, wakaenda kuomba. Walikuwa katika hali ya umoja, walikuwa na moyo mmoja. Inawezekana walitengeneza maisha yao, sababu walikuwa na furaha ya kungoja ahadi ya Baba ile ambayo wameambiwa kwamba wangoje. Na Biblia inasema ya kwamba hawa wote walikuwa katika moyo, walikuwa na nia moja, moyo mmoja
na walidumu katika kuomba. Hili ni jambo ambalo linashinda watu wengi siku za leo kuwa katika hali ya umoja. Hapa ni kama wametimiza ombi la Yesu Kristo. Wametimiza ombi, ilikuwa jibu la maombi ya Yesu alipokuwa akiwaaga, alipokuwa akitaka kuachia daraka. Pale kwa Yohana sura ya 17 na mstari wa 21, Yesu alisema ya kwamba ninapo waombea hawa, si hawa tu lakini na wale ambao watakao niamini mimi kwa neno la hawa. Bila shaka alijua ya kwamba wataendelea na neno, wataendelea kuhubiri Injili. Akawaombea, aliombea kanisa kabla halijaonekana, lakini alijua kwamba litaonekana. Akaliombea, akaombea wale watakao niamini mimi kwa neno la hawa. Wawe na umoja. Ni kitu cha maana, ilikuwa hitaji la Yesu Kristo. Ilikuwa nia ya Yesu wawe na umoja. Anasema vile mimi niko ndani yako Baba na wewe ndani yangu, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu ujue ya kwamba ni wewe umenituma. Umoja ni kitu cha maana katika maisha ya Wakristo. Ingawa inashindikana, siku hizi shetani anafanya kazi, analeta mafarakano kati ya watu, analeta matengano kati ya watu. Lakini umoja ni kitu cha maana, ni kitu cha muhimu sana. Hapo tukiwa katika umoja, Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Tukiwa katika umoja, hii ni lengo, hili ni kusudi la Yesu Kristo, kuwa katika umoja. Walikuwa katika moyo mmoja, na jambo lingine walidumu, waliendelea kuomba. Ninajua siku hizi wa ndugu, nikuelezea kwamba inawezekana tunaweza kuwa tunaishi pamoja, lakini bila umoja, hapo ni kama hatuweze kutimiza lengo la Mungu. Hatuwezi kufanya mapenzi ya Mungu kama hatuko katika umoja. Katika waraka wa Yakobo kuna jambo huyu mtume alisema hapa katika sura ya 4 haya kwanza hadi 3. Alisema ya kwamba, aliuliza, vita na matatizo na shida vinatoka wapi kati yenu? Mbona mna vita kati yenu ninyi wenyewe? Vinatoka wapi? Akasema ya kwamba vinatoka kwa nia zenu, kwa tamaa zenu, sababu mnataka kufanya yale ambayo mnataka ninyi wenyewe. Nasema ni kwa sababu pia hamuombi. Ni hivi anasema, katika tamaa zenu na viungo vyenu, hapo ndipo vita vinatoka, kwa sababu kila mmoja na nia yake, kila mmoja anataka kufanya kitu chake. Lakini kama tungejua mapenzi ya Mungu, hatungekuwa na vita kati yetu. Na nasema ni kwa sababu hamuombi. Na hata kama munaomba, hamupate, kwa sababu munaomba vibaya. Kumbe inawezekana watu kuomba vibaya. Kumbe inawezekana watu kutokuomba. Inawezekana pia kutokuomba. Kuna wale hawaombi. Wale wanaingia katika shida, na akiwa katika shida hakumbuke hata kuomba. Lakini maombi ni ya lazima. Maombi ni kitu cha maana sana, kinakufanya kumkaribia Yesu Kristo. Tunapoomba tunakuwa karibu na Yesu, tunazungumza na Yesu. Uwe na muda wa kuomba katika mahali popote ulipo, ndugu yangu. Kipindi hiki ambacho tumepata cha ugonjwa huu wa corona kimefanya watu kuwa katika nyumba, kimefanya watu kuwa pamoja, wale ambao walikuwa labda hawana na muda wa kuongea pamoja, lakini imewabidi kuwa pamoja. Ninajua kuna jamaa fulani ambazo hawana amani katika nyumba zao. Kila mara ni matatizo, kila mara ni vita, na kuwa pamoja walikuwa wanasaidiwa na vile mmoja anatoka, bwana anatoka na shinda huko, anakuja usiku, anapitia tu kulala kwa kitanda, hata ongelesha bibi yake, kesho yake asubuhi anaramuka anaenda tena. Hiyo ilikuwa inamsaidia. Lakini sasa kwa leo nadhani hana nafasi ya kwenda, inakubidi uwe katika nyumba. Na wakati uko katika nyumba, ni vizuri sasa kujua
kuwa katika hali ya umoja wewe na familia yako. Wewe binafsi pamoja na jamaa lako, wewe ni kanisa la Bwana. Yesu anahitaji huo umoja katika nyumba yako. Wewe na bibi na watoto. Yesu anahitaji huo umoja, sababu hilo ni kanisa na Yesu anahitaji kuwa katikati yenu. Kuwa na umoja ni ya maana sana. Katika sura ya 5 ya Yakobo na haya 16 kuna jambo ambalo ni la maana sana katika maisha ya Wakristo, katika nyumba za Wakristo. Ikiwa tutangoja kupokea ahadi ya Bwana Yesu Kristo. Tungoje kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Zile nguvu ambazo zitatuwezesha kufanya kazi ya Mungu. Tunaweza kushinda kufanya kazi ya Mungu kwa sababu tunajiongoza sisi wenyewe. Hatuongozwe na Roho Mtakatifu. Lakini kama tungeongozwa na Roho Mtakatifu, tunaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Ikiwa tunashindwa, ikiwa labda wewe unashindwa kutimiza kusudi la Mungu kwako, ni kwa sababu labda umepungukiwa na hizo nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini kipindi hiki ni muda wa siku 40. Wanafunzi wanapanda sasa orofani, wanaenda kungoja hizo nguvu. Na wewe ndugu yangu katika nyumba yako, ingekuwa vizuri na wewe uketi ukingoja kupokea hizo nguvu kusudi zikuwezeshe kufanya kazi ya Mungu. Lakini sasa katika kungoja tutafanya nini? Kuna shurti ambayo inahitajika ikiwa tutapokea hizo nguvu. Katika sura ya 5 na haya ya 16, huyu mwandishi anasema, ungameneni dhambi ninyi kwa ninyi na kuombeana. Ungameneni dhambi ninyi kwa ninyi na kuombeana. Kwa sababu maombi ya mwenye haki ni ya maana sana ikiwa naomba kwa bidii. Kuna mafundisho siku hizi ya kwamba hakuna maana ya kuungama dhambi, sababu tayari zimesamehewa. Yesu ametusamehe dhambi, imeisha. Hakuna maana ya kuungama dhambi. Lakini Biblia inasema wazi, tungali wenye dhambi zingali, makosa ni mengi, na ni lazima kuungama, na ni lazima kutengeneza maisha. Haiwezekane maombi yako yasikilike kama una mambo kadhaa katika maisha yako. Ikiwa kitu cha kushangaza tunafanya sawa kufanyililia, ama tunajifanya kama tuko watu wenye haki ama watakatifu, dhambi tunajisukumia wengine. Makosa tunasukumia wengine. Unasema ya kwamba mimi sina jambo na mtu fulani. Lakini Biblia inasema, ndugu yangu, sikia jinsi gani Biblia inasema katika Injili ya Marko sura ya 11 na aya 25. Inasema ukikumbuka una jambo juu ya ndugu yako, kama unaenda kutoa sadaka ama kama unaenda kuomba, acha kwanza dhabihu zako hapo, uende utengeneze na ndugu yako na umsamehe. Kwa sababu kama hausamehe na wewe hautasamehewa. Hilo ni jambo la maana sana. Tusizani ya kwamba vile tunawaza ndivyo Mungu anawaza. Hapana. Ni lazima tujue kuishi katika mapenzi ya Mungu. Ungameneni dhambi ninyi kwa ninyi na kuombeana. Tuombeane. Maombi ya mwenye haki ina maana sana. Kama tunaomba kwa bidii, tuombeane hata maadui zetu. Biblia inasema wazi, Yesu anasema, ombea adui yako muombe, kwa sababu yeye pia aliombea maadui zake. Tukikumbuka maombi yake kwa msalaba, aliwasamehe wote, hata wale walikuwa wakimsaliti aliwasamehe. Tukikumbuka habari ya Stefano, soma sura ya 7 ya Matendo ya Mitume, wale walikuwa wakimpigia mawe, alisema neno la ajabu, alisema usiwahesabie hiyo dhambi usiwahesabie. Aliwaona kwamba ni wajinga. Unajua mtu kama haokoke, Biblia inamhesabu kama mjinga, inamuona kama ni mtu ambaye hajui chochote. Ni vizuri wandugu tufuate mfano wa Yesu Kristo. Ungameneni dhambi ninyi kwa ninyi. Ninakuambia ndugu yangu, katika jamaa yako ni vizuri ujue kuwa
nia moja pamoja na nyumba yako. Uwe na nia moja, muwe na moyo mmoja. Ikiwa mtaomba chochote, ikiwa mnahitaji kupata nguvu kutoka kwa Bwana, ikiwa mnangoja ahadi ya Roho Mtakatifu kwamba itawashukia. Ni kweli Biblia inasema wazi, tunaomba hatupokee kwa sababu tunaomba vibaya. Inawezekana unaomba vibaya. Unaweza kujiuliza, ninafanya miaka na miaka nikiombea kitu lakini sikipate. Kwa nini sikipate? Saa nyingine tunamlaumu Mungu kwamba ni kama anafunga masikio, hasikie maombi yetu. Mungu anasikia. Biblia inasema anaona mawazo yako toka mbali. Kabla haujafungua kinywa kusema, ingali ni mawazo tu, yeye tayari amekwisha kuona. Lakini sasa swali ni nini? Kwa nini sasa ninafanya miaka na miaka ninaomba lakini hanipatie jibu? Inawezekana ombi lako haliko katika mapenzi ya Mungu. Inawezekana unaomba vibaya. Unaomba kinyume cha mapenzi ya Mungu. Saa nyingine kuna mara yale ambayo tunatamani sisi, kwa sababu Mungu yeye anaona mbali zaidi kuliko sisi. Inawezekana wewe vile unaomba si vile Mungu anataka. Inawezekana unaomba na mambo mengine ndani ya moyo wako. Unaomba na unafiki, au unaomba vile Mungu haone, hataki. Unaomba kufuatana na nia yako wewe mwenyewe. Hiyo ndiyo inawezekana tunaomba vibaya. Ni vizuri tuchunguze maisha yetu. Chunguza maisha yako ndugu yangu. Kama wakati unaomba uko na uhusiano mzuri kwa nyumba yako, uko na uhusiano mzuri na bibi yako, uko na uhusiano mzuri na bwana yako, uko na uhusiano mzuri na watoto, hata watoto pia. Kuna jambo Biblia inasema katika Waefeso sura ya 6. Biblia inawashauri watoto. Ninataka kuongea juu ya jamaa pia. Ule umoja, nia moja kama Wakristo ni ya maana sana. Ni ya maana ikiwa tutangoja nguvu za Mungu, ikiwa tutakuwa na ushirika na Yesu Kristo, ni lazima tujue kuishi katika maisha ya kiroho, kutimiza mapenzi ya Mungu. Anaambia watoto, sura ya 6 na haya ya 1 katika Waefeso, anasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Heshimu baba na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Kuna vijana siku hizi nao pia wanakuwa vikwazo kwa wazazi. Hawasikie wazazi. Wazazi wakiwaambia anafunga masikio. Anaona mzazi anamsumbua. Lakini hakuna hata siku moja mzazi anaweza kuchukia mtoto yake. Isipokuwa sasa siku hizi Ibilisi anafanya kazi ndani ya watu, anawaleta kuwa wanafiki, anawaleta kuwa na mioyo migumu hawasisikie. Lakini kitu ambacho cha maana zaidi ni hiki kitu ambacho wanafunzi wamefanya walipokuwa orofani. Hapo juu walikubali kwenda kungoja. Walitoka mahali walikuwa. Walisahau shughuli zingine. Inawezekana wewe unafungwa na shughuli sana, hauna hata muda wa kwenda kuingia katika chumba hicho. Wengi wanakosa huo muda. Wengi hawana huo muda kwenda kuomba. Wana shughuli nyingi, wanashughulika na mambo yao wenyewe. Lakini ni vizuri kuwa na muda wa kuomba. Tunapokuwa katika maombi, hapo tunajitenga pamoja na Yesu Kristo. Tunakuwa pamoja na Yesu. Tunajitenga ili tuweze kuwa pamoja na Yesu. Hali ya maombi ni muda ambao tunakuwa pamoja na Yesu Kristo, tukingoja mapenzi yake kufanyika. Hawa walifurahi kusikia kwamba anaenda, na wanarudi sasa kungoja hiyo ahadi. Walipoingia katika hicho chumba wakiwa na furaha nyingi sana, sasa walianza Biblia inasema siku zote walidumu katika maombi. Walidumu katika hali ya maombi. Waliendelea kuomba. Na walikuwa na nia moja. Watu 120 walikuwa na moyo mmoja. Ni vizuri tuwe na moyo mmoja. Ni vizuri tujue kuwa na nia moja. Ni vizuri tujue kutengeneza maisha. Maombi yetu isiwe ionekane kwamba tunaomba vibaya. Katika waraka wa kwanza wa Petro sura 3 na haya ya 7, kuna jambo ambalo huyu mtumishi wa Mungu anasema, akishauri wanaume baada ya kufunza
familia ama bibi na bwana. Alikuwa anawafunza jinsi gani wanaweza kuishi katika hali nzuri na kila mmoja akijua jukumu lake. Hapo kwa hiyo haya ya 7 anasema hivi: kadhalika na ninyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili na kumupa mke heshima kama sawasawa na warithi wa neema ya Kristo pamoja, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Hapo sasa unaelewa kuna kizuizo ya maombi. Kuna wakati maombi inaweza kuwa na kipingamizi. Ni wakati tunakosa kuelewa. Ni wakati tunakosa kuzingatia na kuwa na akili. Ni wakati tunaweza kukosa msamaha. Unajua tunaishi katika msamaha. Tunaishi katika matengenezo. Vita ni nyingi. Shida ni nyingi. Shetani analeta vita kati ya familia, kati ya bibi na bwana. Lakini tumepewa akili, tumepewa hekima kutoka kwa Mungu ya kuweza kumshinda huyo shetani. Ni lazima tujue kutengeneza maisha. Ungameneni dhambi ninyi kwa ninyi. Kaa na bibi yako kwa akili na kumupa heshima. Umupe heshima kama bibi yako. Heshimu watoto wako. Watoto mtii wazazi wenu, kwa sababu ni neno la Mungu. Hii ni kitu ya maana sana katika maisha ya Wakristo. Ikiwa tutangoja, ikiwa tutapokea vipawa vya Mungu, ikiwa tutapokea nguvu za Roho Mtakatifu, ni lazima tudumu katika maombi. Ni lazima tuishi maisha ya utakatifu. Ni lazima tuwe na moyo mmoja. Kama una jambo na ndugu yako, kama una jambo na mtu mwingine, tafadhali umutafute, mutengeneze, muongee, muzungumuze, musameheane. Hii ndiyo ya maana zaidi. Huu ndio Ukristo. Tusijifanye Wakristo wetu sisi wenyewe, lakini Mungu anaona kwamba sisi hatujafanya chochote. Na wakati tunaenda kuomba ni kama anafunga masikio. Sababu Biblia inasema ya kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kama makelele masikioni pa Bwana. Ni vizuri wa ndugu, tutakase maisha yetu. Huu ni muda wa kuingia sasa orofani. Huu ni muda wa kwenda sasa kuomba. Lakini katika hayo maombi, chunguza maisha yako. Maisha yako ni gani? Labda tusiombe pamoja na unafiki. Tusiishi na wengine katika hali ya unafiki, katika hali ya unjanja. Tunapokutana, tunakumbatiana, tunasalimiana tu. Kumbe ndani ya moyo wako una mawazo hata ya kuweza kumuua ndugu yako. Una mawazo hata ya kumtakia kifo. Na akipata shida, kwa moyo wako unafurahi. Unaanza kulilia pamoja na wengine, kweli ule ndugu amepata shida. Kumbe wewe ndani ya moyo wako unafurahi. Mungu ambaye anachunguza mioyo anakujua. Mungu yule anayechunguza mioyo ya binadamu anakujua ndugu yangu. Anajua moyo wako jinsi gani ulivyo. Ondoa huo unafiki ndani ya moyo wako. Ondoa hilo jiwe ndani ya moyo wako. Fungua moyo wako, Yesu Kristo apate nafasi katika moyo wako. Hii ndiyo ya maana, hii ndiyo inahitajika zaidi. Yesu anataka apate nafasi katika maisha yetu. Tuwe na umoja. Alisema vile wewe Baba uko ndani yangu na mimi ndani yako, hawa nao wawe ndani yetu. Ulimwengu ujue ya kwamba ni wewe uliyenituma. Yesu akiwa ndani yetu, hakika tutatenda mapenzi yake. Roho Mtakatifu akipata nafasi katika maisha yetu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, yeye anabadilisha mambo. Yeye tulijifunza ile siku ya kwamba yeye ni mwalimu, ni mkufunzi wa wajinga. Anabadilisha, anashauri, atakushauria, atakuonyesha, atakwambia ya kwamba kile kitu ambacho unaweka ndani ya moyo wako ni dhambi. Ondoa hicho kitu. Fanya hatua, mkute ndugu yako, mzungumuze, huo ndio Ukristo wa ndugu. Ukristo ni kutengeneza maisha. Ukristo ni kuwa na uhusiano na wengine. Ukristo ni kuwa na upendo na watu wote. Mwandishi wa Waebrania anasema ya kwamba fanyeni bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakaso. Pasipo hii hakuna atakayemwona Bwana. Uwe na bidii.
Hiyo ni bidii sasa tutafanya kuwa na amani na watu wote na utakaso. Utakaso tutapatikana wapi? Kutii neno la Mungu, kusikia neno la Mungu, kuwa nafasi ya kuchunga neno la Mungu katika maisha yetu. Hapo tutakuwa na utakaso. Na Yesu atakaporudi atatukuta tuko tayari na tutaenda mbinguni. Ahadi tunayo ni kwamba siku atakuja. Kweli Roho Mtakatifu tayari amekuja. Tuko naye. Tumupatie nafasi. Tunangoja tu ni yeye atatunyakua. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako, siku parapanda italia, huyu Roho ndiye atakunyakua uende kukutana na Yesu hewani. Lakini kama Roho anasinzia ndani yako, utabaki hapa duniani. Hiyo ni shida. Utabaki hapa duniani na ni huzuni kama wewe utabaki na ulikuwa Mkristo. Na kweli Biblia inasema wazi ya kwamba si wale wanaitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu, bali ni wale wafanyao mapenzi ya Bwana. Acha tufanye mapenzi ya Bwana, ndugu yangu. Hii ndio ya maana zaidi. Acha nikuombee ili neno la Mungu liweze kukusaidia. Tubaki katika hali ya umoja, tudumu daima katika maombi. Tudumu daima katika maombi. Na tuwe katika nia moja. Sisi wote tuwe katika nia moja. Tusameheane. Kama una jambo na mtu, umsamehe. Umwachilie yeye, lakini umsamehe. Hapo na wewe utasamehewa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa upendo wako. Tunasema asante kwa neno lako. Asante kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Wewe ni mwingi wa masamaha. Wewe umetusamehe dhambi zetu Bwana. Asante kwa sababu neno lako litapata nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Asante kwa kila ndugu ambaye amelisikia neno lako. Wewe unaelewa kila mmoja wetu Yesu Kristo. Wale ambao wana shida unajua. Ninaombea familia zote Baba. Siku hizi wanaketi kwa nyumba. Wengi wana njaa, wanakosa chakula. Wengi nyumba zao zimefungwa. Baba, wewe unajua. Asante kwa sababu yale yasiyowezekana kwa binadamu, wewe unaweza yote Bwana. Ninawaombea Yesu Kristo. Ninaombea ile familia ambayo wana matatizo katika maisha yao, ambao hawasikilizane ndani ya nyumba yao. Bwana, wewe ni mkufunzi wa wajinga. Uwatembelee asubuhi ya leo Yesu, uwatembelee, uzungumuze nao, uwe mshauri wao Bwana, ili waweze kupatana, ili waweze kusikilizana. Ile pepo ambayo ya matengano ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Ile pepo ya hasira ambayo inamshika yule ndugu, inamshika yule dada, ninailaani katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tenda miujiza katika nyumba yao, uwasaidie Bwana. Asante kwa sababu wewe Yesu Kristo utajiaminisha katika maisha yao. Wale ambao wanakosa chakula Baba, fanya maishara waweze kupata chakula. Wale wanakosa pesa za kulipa nyumba, tenda miujiza waweze kupata namna ya kulipa nyumba zao. Ninawaombea Yesu Kristo. Asante kwa sababu unaweza kutenda jambo lolote. Asante kwa sababu unawajua. Zaidi sana wale wanaokutegemea, uwe karibu nao Yesu Kristo. Endelea kuwasaidia. Endelea kunongoneza katika maisha yao. Asante kwa sababu neno lako linasema ya kwamba masikio yako iko tayari kusikiliza maombi ya walio wako. Asante kwa sababu utaendelea kuwasaidia na kusikiliza maombi yao. Utukufu wako Yesu Kristo uendelee kuwa pamoja nasi sote. Ni katika jina lako tunaomba. Amen. Bwana Yesu awabariki ninyi wote. Muwe na amani ya Bwana. Amen.